Chera binti yangu. Mbona usiku hivi? Kwani kuna nini? Baba, nilikuwa nawatembelea kwanza marafiki zangu. Ila shukuru nimefika. Ila binti yangu, umekosea sana kutembea bila walinzi. Angalau ungefika uwachukue kwanza waandamane nao. Vipi kuhusu masomo yako? Baba, kwa sasa nimechoka. Na ukitazama ni usiku. Tuingie ndani tupumzike. Kesho ikifika nitakueleza. Sawa mwanangu. Karibu ndani. Bwana mapema. Umetoka mapema? Nango. Sasa itakuwaje lunch tunakula nini? Leo nikupita tu hapo hivi. Na leo dada ameenda wapi? Dada? Nafikiria amekwambia penye ameenda. Nimeona hata kitoka asubuhi ya amenuna na shangaa. Sasa hapo mimi sijui. Hatujui. Labda alikuwa anafaa kuja kwa hii shamba. Wanakijiji wote mnaarifiwa kufika chini ya mti wa mkutano bila kuchelewa. Ana mfalme anahitaji kuzungumza na nyinyi. Jambo la dharura limetokea. Umesikia sauti? Ndio, inaonekana mfalme anaitisha. Si mfalme, ni mwana mfalme. Alafu ni dharura sana. Sasa asubuhi hii kwani kuna nini? Sifahamu, itabidi twende tujionee. Haina shida. Basi tuondoke. Wanakijiji wote mnahitajika chini ya mti wa mkutano bila kuchelewa. Kuna jambo la dharura limetokea. Mwana mfalme anahitaji kuzungumza na nyinyi. Wanakijiji wote mnahitajika chini ya mti kwa mkutano. Wanakijiji wote mnahitajika chini ya mti kwa mkutano. Kuna jambo la dharura limetokea. Mululu! Mululu! Mululu wewe! Naam kaka. Hebu njoo hapa kidogo. Sema shida yako, nina haraka. Kwani Mululu, hiki tu kikao cha ghafla, kwani ni cha nini? Kwani ufahamu nini? Daka alifariki na tena mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye makazi ya samaki. Eti? Rudia na ukwe serious, mbona sikuelewi vizuri wewe? Yaani unataka kuniambia Daka alifariki? Ndiyo, na mwana mfalme ametaka kuzungumzia hilo swala. Na vipi? Mmefahamu aliyefanya kitendo hicho? Hapana, na hata mwana mfalme alijui. Ndio maana amewaita wanakijiji wote. Sawa, wacha basi tuwahi huko. Mwana mfalme ametuitia nini? Hatujui. Kwa maana hata sielewi. Hamjui Daka ndo alikufa. Wasemaje? Daka? Kwani swala la Daka ndo limetenda hapa? Unajua mambo ya Daka yananichanganya sana. Yalisemwa wiki iliyopita. Tena bado wanasema. Juzi Mululu aliniambia njiani, Daka amefariki. Mfalme anatuhitaji. Ndio hivyo. Hata nategemea mfalme Kisweta, hata pia ongea kitu. Itakuwa jambo. Ila si swala la Daka. Kuna jambo. Najua mambo yanayokera ni mambo tu ya binti. Kwa sababu wewe si hali yako ya kawaida. Tena mimi nimeingililia wapi jamani? Sasa mimi na Bide tumeingiliana hapa na hiyo story ya mara Daka. Ni sawa basi, asisikia la mkuvu ndika mguu. Wewe nasikianga story zako, nasikianga. Mara mtoni, mara wasichana. Tunajua. Acha tu azidi kusikiaga tu. Kisweta, Wacha tumngoje mwana mfalme. Dadanga anaenda mtoni, wewe anamngoja mtoni. Tuachana hilo swala basi. Wacha tumngoje mwana mfalme. Acha mwana mfalme akuje nimwambie hiyo story lazima ifikie mfalme. Sasa tumekaa hapa sana. Lazima tujue leo. Na tutajua. Muda unaendelea kuyoyoma. Inafaa afike saa hizi. Chela kura. Mululu, ni kama macho ananipa. Huyu si mwana mfalme huyu? ndio huyu mwana mfalme. Tusimame. Oleo mwana mfalme. Oleo mwana mfalme. Oleo mwana mfalme. Wana kijiji, nimewaita hapa tuzungumzie swala la usalama wenu.
pamoja na kifo cha Daka. Kifo hiki kimenisikitisha sana. Kwa hali hii, baadhi ya wanakijiji wanaogopa kutembea mmoja mmoja. Hivyo basi, ningewashauri ya kwamba mungetembea wawili wawili au watatu watatu. Sawa mwana mfalme. Daka amefariki na bado hakuna anayejua chanzo cha kifo chake wala kutambua kimesababishwa na nini wala nani. Ila mimi kama mwana mfalme nimeamua kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini ni nani aliyehusika na kifo cha Daka. Nani muhusika? Atakuwa ni nani? Nani muhusika? Atakuwa ni nani? Lazima tufanye tu utafiti pamoja na wewe pia. Hiyo itakuwa nani amehusika? Sasa itabidi kwa sababu kijiji ni chetu. Sasa wana kama hawa wadogo watafuta mambo makali kama wezi. Kama Daka wewe unarukia wasichana. Wewe nini? Wewe mtoto mdogo wewe. Tulieni. Hata Raila alikufa. Mtulie. Wewe ulikuwa. Aliyehusika na kifo cha Daka. Bwana kijiji, nasema mtulie. Mwana mfalme anaongea. Nasema mtulie hivyo hivyo. Nani ana swali? Mimi nina swali mwana mfalme. Sawa Kisweta. Hili linahusu mfalme. Mbona hataki tukae kwenye hii maya? Licha ya kuwa utotoni wetu tumelelewa hapa. Mbona asituache tuishi kwa amani? Hata nashuku yeye ndiye aliyehusika kwenye kifo cha Daka kutokana alivyomchukia Daka. Ndio kuna uwezekano. Ndio Kisweta. Ndio kuna uwezekano. Hata macho zake zinaonyesha. Wana kijiji mtulie, nimewaelewa kwa hilo. Mtulie. Nitazungumza naye. Ila pia nawahakikishia uchunguzi utaendelea mpaka ukweli upatikane. Kwa sasa nawaomba muwe makini na mtoe taarifa yoyote ile mtakayoisikia. Sawa, mimi naondoka. Sawa. Saadani. Anakorabuka Ndio mwana mfalme. Sasa naacha mkorabuka. Kisweta. Ndivyo unakuchama. Mfalme amemuua Daka. Hakuna kitu, twendeni. Mikla, kuna nini? Kuna mtu kwenye hii maya ana nguvu za maajabu sana. Mikla, kwani bado unaamini kuwa kuna mambo ya ushirikina? Na maana bado naishi maisha ya kale. Sio hivyo, ila nilipokuwa na tenya nilipatwa na maumivu ya ghafla mguuni mpaka nikashindwa kutembea. Ila ghafla nilisikia sauti ikiniita. Nilipoinuka nilishtuka. Kwa nini sasa ulishtuka? Mtu aliyeniita ni mgeni katika hii maya. Alafu alijua matatizo yangu hata bila kumweleza. Aliponiambia amka uondoke, maumivu yaliisha ghafla. Vipi? Na unamfahamu huyo mtu? Natumai alikwambia jina lake. Nilipotaka kumfahamu, alinikatiza na kuniambia niondoke. Ila Mikla, kuna vile tunaweza kumpata? Ndio, bado yupo humu kijijini. Sawa, tutatafuta mbinu ya kumpata. Sawa, tuondoke. Miungu mliyotuma katika hichi kijiji, naomba mnielekeze nini cha kufanya. Naona kwenye hii maya shamaliza kazi. Miungu mliyotuma, naomba mnielekeze nini cha kufanya. Chicho, hauna kazi tena kwenye maya, ila una kazi kubwa inayokuja. Inatakiwa umzike kwenye maya ukisubiri ishara na maelekezo yetu. Alafu kuna ujio wako kesho. Naomba umkaribishe kwa wema hata iweje. Naomba umkaribishe kwa wema hata iweje. Sawa, nimewaelewa.
Oma. Oma. Ndio binti mfalme. Vipi? Kwani umenisahau? Mbona unapita bila hata salamu? O Tiara, binti mfalme, kumbe ni wewe. Ila umebadilika sana. Ila samahani sana, nimekuwa na mawazo. Mawazo ya nini tena? Sikiliza Tiara, babako mfalme anatusumbua sana. Hataki tuishi kwenye ile himaya kwa amani. Mbona? Ile ninavyomfahamu baba yangu hawezi fanya tukio kama hilo. Huyo ni babako. Tena wewe ndio umerudi. Utayaona hivi karibuni. Ila Oma, kuna jambo ambalo linanisumbua kwa hiyo akili. Nakusumbua? Mbona tu mfalme anaona sisi kutufukuza kwenye hii himaya? Hadi siamini. Siamini. Yaani hata siwezi lala. Hii kitu inanisumbua usiku na mchana. Anatutesa juu hatuna baba ama kuna shida nyingine? Sasa tufanyaje? Sasa Oma itabidi tuende. Sasa ni vipi tutasuluhisha hiyo? Nimekaa nikafikiria suluhu ni kwenda kijijini. Sina njia nyingine. Sasa mambo inanisumbua. Kuna siku atakuja atakubeba hapa, atakubeba. Hizi. Mimi mfalme. Kwanza ule mlinzi wako atakupiga. Kisweta. Nimeona ni kama haunitambui. Sawa. Lakini kaka Kisweta, ni ukweli kuhusu wewe kumshuku mfalme? Kivipi dada? Pale niliongea tu kwa hasira, sikuwa na maana. Ndio dada. Kisweta hakuwa na maana hiyo. Ila mimi nilimsikia yeye na mganga Matope akizungumzia hili swala kuhusu Daka. Tena hao ndio wahusika wakuu wa kifo cha baba. Ndio. Ndio cha baba. Anasema hivi. Kama anaona. Jinsi ulivyosikia ndivyo amesema. Hebu naona. Baba, unafanya tusitalala leo. Baba? Ona tu mfalme yake. Ndio mnasikia si mfalme. Hapana, mimi niliwasikia kwa masikio yangu. Hiyo nimekataa. Una chapa. Kisweta. Labda inaweza kuwa ukweli. Kweli gani hapa? Unajua wewe. Mimi tunateseka. Nienda sasa. Oma. Mfalme ndaliwa baba. Wewe sasa. Wewe sasa ndio sasa. Mimi ni mbaya. Wewe nini wewe? Usifanye hivyo. Usifanye nini? Peleka mambo polepole. Lazima tujue kweli kwanza. Kwani unajua mtu ameoa baba tena anaenda kuongea hata mfalme. Nimesema Kisweta tulia. Nimesema nimesikia. Umesikia hivi? Amesikia? Hajahakikisha. Hajahakikisha shi. Lete panga hapa ndani. Usifanye nini? Sikilize nini? Nisikilize nini? Tafadhali rudi tu hapo. Siwezi lala. Sikiliza Kisweta, peleka mambo polepole. Ndio lakini kesho. Amkia. Atajua baba. Gani? Naomba mniepeshe usiku huu niende nikamweleze mama. Usiku huu? Naam. Sasa mimi nadhani suluhisho nyingine niambie vitu za mama. Haiwezekani dada. Ila mnafahamu vizuri, ni vigumu sana kunisafirisha mchana. Kweli? Nafaa ende usiku. Naam, sai. Haya, mmeshaamua. Basi tuondoke. Tuondoke sasa. Dada, hata bila manguo. Ndio, nitapata huko. Sawa. Kijiji cha ajabu. Kijiji cha ajabu. Kijiji cha ajabu. Tokea. Najua ujio wako.
Hicho nimekuja kukupa onyo, usije ukadhubutu kuingia kwenye himaya yangu, na iwapo utakuja keuka maneno yangu, hiyo ndio itakuwa mwisho wako. Mganga Matope, nimekuelewa. Lakini iwapo ishara itaonyesha kuja katika himaya yako, basi mimi nitakuja moja kwa moja. Sikia, sijaja kwa kubishana, ila nimekuja kukupa onyo. Iwapo utakuja kugeuka hayo maneno, hiyo ndio itakuwa mwisho wako. Haya dada, shakufikisha kwenye mpaka. Ndio. Mpaka ndo. Haya dada, naomba usafiri salama. Na pia ukifika, naomba uambie mama ukweli wote kuhusu mfalme. Ndio dada, kumbuka tena hili ni kwa ajili ya usalama wako. Tunahofia kukupoteza. Sawa, ila nitakumbuka sana. Kwa heri. Sawa. Ondoka. Mganga Matope, mbona umeniita ghafla hivi? Ndio mfalme, Nila hayuko kwenye hii himaya, na inavyoonekana ni kama ameenda alipo mamake. Hivyo basi kuna kitu Kisweta na Oma wanapanga, inatakiwa tufanye jambo mfalme. Jambo gani? Hivi basi naona tuoe wote. Alikeuka maagizo yangu, ilitakiwa watoke katika hili himaya baada ya wiki moja. Ila tazama, wiki 2 zimepita, bado wako katika hili himaya. Hapana mfalme, tukiwaua mizimu yao itaungana na ya baba yao na itatuzidi nguvu. Kwa hivyo tutatumia njia rahisi ili tuwatoe kwenye hii himaya. Sawa, nimekuelewa. Ila tutatumia njia gani hiyo? Tokeni kwambie. Mfalme, mimi naondoka. Habari yako? Nzuri sana mzee kijiji. Mfalme nimemkuta. Yupo ndani mzee kijiji. Nitie basi. Mfalme. Yesu mlinzi. Lezi. Yes mfalme. Nenda kamletee mzee Kiketi.
yako mpali? Nzuri sana mzee. Unaendeleaje? Endelea vizuri, labda wewe. Mimi niko salama. Mfalme, huko unatarajia kuja kwangu? Ndiyo, ila unaruhusiwa kuingia wakati wowote. Ninafahamu. Ndipo ufika hapa kuna jambo la heri. Kuja kwangu leo sio kuzuri. Nadhani unatambua tumepoteza Mwanaimaya. Ndiyo. Kwa njia isiyoeleweka. Na hili limewafanya Wanaimaya kuwa na hofu. Ni kweli mzee wangu. Ila ninajua unatambua ya kwamba nina majukumu mengi sana. Na basi nilimtuma mwanangu aniwakilishe. Sijui kama unalifahamu mzee. Hukutakiwa kumtuma mwanao. Ulitakiwa uwe mstari wa mbele pale. Sawa mzee wangu. Nimesikia. Sawa, wacha nikuage. Tembea salama mzee. Sawa sawa mfalme. Iswata. Naam. Mbona umekuwa mtu wa kunihepa hepa kila mara? Nilikuambia stori za mama, achana nazo. Na tena tambua, moyo ukishapenda umependa. Binde, nalitambua hilo. Ila mama yako ndiye anayenikosesha amani. Ila pia mimi nakupenda na niko tayari kuwa nawe kwa shida na raha. Kama ni kweli basi nibusu hapa. Binde, mama alikuonya kuhusu kijana. Na tena umesubiri ametoka, umekuja kukutana naye. Sasa shida yako ni nini hasa? Ita twende nyumbani.